kuimba pamoja ambao unasema hapana rafiki kama Yesu. Hapana rafiki kama Yesu, yu pekee, yu pekee. Yesu ajua shida zetu, aweza kutuongoza. Hapana rafiki kama Yesu, yu pekee, yu pekee. Yesu ajua shida zetu, aweza kutuongoza. Hapana rafiki kama Yesu, yu pekee, yu pekee. Yeye ajua shida zetu, aweza kutuongoza. Hapana rafiki kama Yesu, yu pekee, yu pekee. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza ningependa nishukuru meza ya mchungaji, meza ya idara ya vijana kwa kunipa nafasi. Pili, kwa kuwasinijua, majina yangu naitwa Meltesh Azari Mleko, au huwa napenda mkiniita Dani ama Dani. Bwana Yesu asifiwe, kwa maana bado ni jina moja. Topic yangu ya siku ya leo ni repentance. What is repentance? Ni vizuri ukijua umuhimu wa kutubu na baraka zilizoko wakati ambapo unatubu. Bwana asifiwe. What is repentance? Nani anaweza tusaidia? What is repentance? The meaning of the word repentance. Kuna yeyote? Unaweza tusaidia? Yesu asifiwe. Amen. Kulingana na vile naelewa, repentance is turning away from sin. Amen. Mwingine? Asante sana mama Duni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yenye umesema yote ni right. Repentance is an act of feeling sorry for something bad you have done in the past, or you long to change your ways. Amen. It is the meaning of turning away from sin and turning to God for forgiveness. It's change of heart, mind, and things bring you as close to God. Hiyo ndio maana ya jina repentance. Repentance ni kuepukana na dhambi, kugeuka kutoka kwa njia ya dhambi kuja kwa njia ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna 3 types of repentance. Kuna repentance to salvation. Hiyo utapata 2 Corinthians 7:10. Alafu kuna ingine repentance for particular sin. Yaani hiyo unatubu kwa dhambi fulani to specifically hiyo dhambi peke yake. Hiyo utapata katika 2 Corinthians 12:12. Alafu repentance as a way of life. Yaani unatubu kama njia yako ya kuishi, njia ya wokovu. Bwana asifiwe. Aliyepata 2 Corinthians 7:10 anaweza tusome. 2 Corinthians 7:10. Wakorintho wa pili 7:10.
Bwana asifiwe. Biblia inasema godly sorrow bring repentance that lead to salvation and leads no regret, but worldly sorrow bring death. Bwana asifiwe. Repentance, godly repentance ina bring salvation. Ndio hiyo ni one type of salvation, one type of repentance ni to have salvation, to get salvation. Sasa hii the first step. Repentance is the first step when one wants to come back to Christ. Repentance is the first step because lazima utubu dhambi. You must repent first, then get forgiveness. After forgiveness, then you get salvation. Bwana asifiwe. You must repent first. Lazima utubu kwanza ndio upate kusamehewa. Ukishasamehewa ndio upate wokovu. Bwana asifiwe. So repentance is the first step when one wants to come back to salvation. Praise God. Mwenye amepata 2 Corinthians 12. The Bible says the things that Mark an apostle sign, wonders and miracle will done among you and great perseverance. Bwana asifiwe. Don't repentance for particular sin. Ukitubu, lazima utubu. Kuna kutubu wengine unatubu kwa sababu ya dhambi fulani. Nilifanya hii na hii, ninatubu kwa sababu ya hiyo dhambi. Bwana asifiwe. Steps of salvation. One, you must confess, acknowledge your wrong deed. Acknowledge, utapata 1 John 1:9. Alafu pia James 5:10. Na lazima ikuwe short and sweet. Usiende kutubu sana ikuwe mrefu. You confess, you say, you go before the Lord and say, I did this, and I've come to you asking for forgiveness. Bwana asifiwe. Ndio unaambia Mungu, nilifanya hii, nikafanya na ile, na nimegundua ya kwamba nilikuwa naenda katika njia ya giza. Mungu nisamehe. Bwana asifiwe. Lazima uconfess. You must confess with your mouth. Praise God. Acknowledge your wrong deed. Lazima ukubali wewe ni mtenda dhambi. Ukubali ulikosea. Bwana asifiwe. Ukikataa, ukisema sikukosea, hauwezi omba msamaha. Kwa maana kama hujanikosea utaombaje msamaha? Hakuna msamaha utakuwa unahitaji kutoka kwangu. Bwana asifiwe. Express regret or remorseful. Lazima ukuwe na regret, ujiulize kwanza, kwa nini nilifanya hiyo? Kwa nini nikatenda hivyo? Utapata 2 Corinthians 7. Kwa nini nikafanya hivyo? Kwa nini nikamfanyia hivyo? Regret. Lazima uregret. Upate ile genuine repentance. Urepent ile haki kweli inatoka kwa moyo. Bwana asifiwe. Commit changes. Repentance is a change of mind, leads to change of behavior. While we cannot promise on a perfect features. We are expressing and desire to change our future behavior. Biblia hiyo inamaanisha ukicommit change, lazima uchange. Na uwezi sema nitakuwa perfect. Kwa maana Biblia inasema hakuna aliye mkamilifu hapa duniani ila mmoja, na ni yeye aliye juu mbinguni. Bwana asifiwe. Lazima ucommit ya kwamba nitachange. Baada ya kurepent, useme ya kwamba nitabadilisha mienendo yangu. Kama ulikuwa mwizi, useme naacha uwizi. Kama ulikuwa mlevi, useme naacha ulevi. Bwana asifiwe. Asking for forgiveness.
Hiyo ndio last step. Lazima uombe msamaha. Umeadmit, umeconfess, umeacknowledge, umeexpress regret, umecommit change. Then you ask for forgiveness. Baada ya hiyo vitu yote, mwisho unafaa uombe msamaha sasa. Umekubali. Umesema na mdomo wako nilitenda dhambi. Regret wewe mwenyewe. Umecommit, umekubali nitabadilika. Na sasa uombe msamaha. Bwana asifiwe. Nenda kwa principles of repentance. We must recognize our sins. Here you go, Luke 16:15 to 16. Now Psalms 1:1 to 3. Luke inasema, he said to them, you are the one who justify yourself in the eyes of men, but God knows your heart, what a highly valued among man in the Lord's sight. The laws and the prophecy we proclaim unto John, since the time the good news of the kingdom of God is being preached, and everyone forcing his way into the Lord. Bwana asifiwe. Ukubali, ugundue kwamba ugundue dhambi yako. Lazima ujue nimefanya hivi na hivi na nimefanya dhambi. Bwana asifiwe. Usipojua umefanya dhambi hutaomba msamaha. Lazima ujue nimefanya makosa na uombe msamaha. You must feel sorrow for your sin. 2 Corinthians 7:9-10. Lazima ukuwe na ile uchungu ya kwamba nimefanya dhambi. Mbona nikafanya dhambi? Ukuwe na hiyo uchungu. You must have sorrow for your sin. Bwana asifiwe. We must forsake sin. Lazima uache sin. Lazima uache dhambi. Huwezi sema umerepent alafu bado unarudi kwa dhambi. Hata kama Biblia inasema Mungu ni mwingi wa rehema na Mungu anasamehe. Hata wewe mtoto arudie makosa umkataze. Arudie tena umkataze. Utamfanyia nini? Lazima utamwadhibu. Na ukumbuke hata ukiomba msamaha bado adhabu iko. Ndio, lakini itakuwa adhabu, baadaye itakuwa kali kama vile ingekuwa mwanzo. Bwana asifiwe. So, lazima ukubali, lazima uwe na uchungu ya kwamba nimetenda dhambi. We must confess our sin. Lazima utubu dhambi yako. Lazima ukiri na mdomo wako. Hakuna mtu atakusaidia kutubu. Hakuna mtu aweze kusaidia kutubu. Kutubu unafaa ukiri na mdomo wako mwenyewe. Kwa maana Biblia inasema what you proclaim is what you possess. Kama utakiri umetenda dhambi, utapossess nini? Hakuna. Bwana asifiwe. Lazima ukiri nimetenda dhambi, ndipo uombe msamaha. You must have restitution, right? Any wrong that you have done. Lazima ujue umetenda nini hiyo mbaya. Umefanyia mtu nini mbaya, au umetendea Mungu kitu gani hiyo mbaya. Bwana asifiwe. Lazima ujue hiyo kitu ndio umetenda mbaya. Then you must forgive others. Lazima usamehe wengine. Huwezi omba msamaha na usamehe wengine, hutasamehewa. Lazima usamehe wengine ndipo usamehe. Kwa maana maandiko yanasema wenye unataka utendewe, tendea mwenzako. Sasa lazima usamehe ndipo usamehe. Usiposamehe hauwezi samehewa. Bwana asifiwe. You must keep the command of God. Lazima uweke commandments ya Mungu. Bwana asifiwe. Huwezi kuwa keep God's commandments na utarajia utasamehewa. Kwa maana hizo commandments ndio zinatuguide, hizo ndio guidelines.
Bwana siku maandiko inasema torati yangu isiondoke moyoni mwenu. Sheria ya Bwana isitoke kinywani mwenu ama moyoni mwenu. Bwana sifiwe. Reason why to repent. Why repentance is important? For forgiveness. As a way of receiving forgiveness of our sin and being free from them. Bwana sifiwe. Kwa nini upokee msamaha? Kwa nini uombe msamaha? Ndio uwe uhuru, kuwe na ile uhuru. Unajua kama umenitendea makosa, kama umenikosea, hauwezi kuwa uhuru kuongea na mimi. Ama hauwezi kuwa na ile uhuru ya kukaa na mimi. Hata nakuwa naingia unatoka. Ama naingia unanyamaza. So, ndio uwe na ile uhuru ya kuongea na Mungu. Lazima uombe msamaha. Lazima uambie Mungu akusamehe. Bwana sifiwe. For spiritual growth allows people to grow and develop spiritual again. Sin can slow or stop spiritual growth progress. Bwana sifiwe. Dhambi inahinder your spiritual growth. Dhambi inafanya kama ulikuwa mwimbaji, kama ulikuwa mhubiri, kama ulikuwa unafanya jambo lolote kwa madhabahu. Dhambi, ukifanya dhambi ya kwanza inaweza kurudisha nyuma ama ikuangushe kompletely. Ubaki haujui kitu sasa, haujui. Hali hauna kitu yote unajua. Hata wakupea maiki, hata kama ulikuwa unafundisha, ulikuwa unaomba, wakupea maiki sikaomba, hakuna kitu yote utaomba. Unabaki mkebe. Ni kama ile mkebe yenye umetoa mafuta yote ndani, unabaki hivyo. Bwana sifiwe. Na tena pia ukitenda dhambi inaweza kurudisha nyuma. Labda ulikuwa una approach blessings zako, itakurudisha nyuma. Na ndipo sasa ukuje ugain hiyo speed ulikuwa unakuja nayo, utafanya kazi. Bwana sifiwe. So lazima tujaribu sana kadri ya uwezo wetu tuachane na dhambi. Kwa maana dhambi itakurudisha nyuma ama ikuue kiroho. Ukiachana na dhambi utagrow in spiritual. You will have spiritual muscles in which the devil cannot come against you. Bwana sifiwe. Relationship with God, it is a way to be in an intimate relationship with God. Bwana sifiwe. Ukitubu utakuwa na relationship nzuri na Mungu. Usipotubu hautakuwa na relationship na Mungu. Ndio maana unapata mtu anasema nimeomba kwa muda mrefu lakini majibu haikuji. Angalia kuna mahali umekosea ama unaomba wrong prayers. Nakumbuka last time Peter alifunza types of sins. So kama ukisema hujatenda dhambi, ukisema wewe ni kamilifu, kuna dhambi ya macho, kuna aina nyingi ya dhambi, kuna dhambi ya masikio. Peter alifundisha I think last year. Yeah. Alifundisha types of sins. So you must live a sinless life. Bwana sifiwe. Kwa maana ukiishi na dhambi, Mungu anaficha uso wake. Maandiko yanasema Mungu anaficha uso wake kwa maana dhambi zetu zimekuwa nyingi kama damu. Bwana sifiwe. Tuombe sana Mungu asifiche uso wake kwa sababu ya dhambi zetu. Bwana sifiwe. God's patience. You utapata 2 Peter 3. God is patient with the people and do not just give them. No. Mungu ni Mungu ambaye haikupei tu. Lazima akuchunguze. Lazima hakikishe. Huwezi ambia Mungu akupe gari wewe mwenyewe hujui kuendesha gari. Huwezi ambia Mungu akupe kazi wewe mwenyewe hujasomea kazi. Mbona? Lazima ukuwe na qualification, ukuwe na sample. Ndio ukisimama hata ukienda mbele za Mungu, waambie Mungu ulinipea hii. Na Mungu, maandiko yanasema Mungu hawezi kupea mtu kitu ambaye hawezi kutumia. Bwana sifiwe. Lazima ukuwe na kitu ambacho utasimama nayo. Unasema unaambia Mungu ulinipea hii. Sasa ninahitaji ifanye kazi. Bwana sifiwe. Mungu hawezi kupea kitu
na ukose kufanya kazi. Bwana asifiwe. Humility. Repentance can help people to be humble. Ukitubu utakuwa mnyenyekevu, itakusaidia kuwa mnyenyekevu. Utanyenyekea mbele za Bwana, utanyenyekea mbele za watu. Kwa maana kama mimi nimetendea dhambi, ukitubu, ukikuja uniombe msamaha, utanyenyekea. You will be humbled. Bwana asifiwe. Na lazima ukue hapo. Ndio maana ndio Mungu atusamehe. Lazima ukue hapo, lazima unyenyekee. Wewe inakwambia Mungu, wewe Bwana, wewe nisamehe, nilifanya hivi. Hapo haiwezi kusamehe. Kwani uongo. Kwa maana lazima unyenyekee. Lazima unyenyekee ndio Mungu akusamehe. Bwana asifiwe. It creates joy. Inaunda furaha. Inaumba furaha. Bwana asifiwe. Ukitubu mbele za Mungu, ukitubu mbele za Mungu, omba Mungu msamaha. Na ikuwe genuine, deep from your heart. Genuine repentance. You will get joy. Because vitu vile ilikuwa inakufina, utaziachilia, utakuwa umeziachilia. Ni kama umbeba mzigo, alafu umpata mtu anakusaidia. So unasikia umeachiliwa. Sasa ni hivyo, ukitubu mbele za Mungu, Mungu atafanya ukue free na ukue na furaha. Bwana asifiwe. Tunaenda kwa characteristics of true repentance. Jinsi gani utatubu ya kweli kutoka kwa moyo, genuine repentance. Bwana asifiwe. A clear understanding of the gospel. Lazima ukuwe una understand gospel vizuri, injili. Lazima understand injili vizuri. Ndiposa utakuwa na ile uwezo wa kuomba msamaha. True personal faith in Jesus. Lazima uamini. You must believe in Christ, in Jesus Christ, so that you can repent. If you don't believe in Christ, or you don't have faith in Christ, you cannot repent. Praise God. Deep sadness over personal sin. Lazima ukuwe na huzuni. Ukuwe na ile huzuni kwa dhambi zako. Lazima ukuwe na ile huzuni kwa moyo wako kwa dhambi ambazo umezitenda. Bwana asifiwe. Lazima ukuwe na ile huzuni ambazo uhuzunike. Kwa nini nikafanya? Mbona nikatenda hili? Mbona nikatenda lile? Ndio ndiposa utakuwa na ile genuine repentance. As life proceed, fruit of repentance. Lazima uishi katika maisha ambayo inazaa toba. Lazima uishi katika maisha ambayo unatubu. Every now and then you are asking for forgiveness. Because in this world, hawezi tenda dhambi. Huwezi. Hiyo ni uongo. Kwa maana utakuwa unajidanganya na utadanganya hata watu. Kwani wangapi wametenda dhambi? Unakuniambia tokea uzaliwe mpaka hapo kwenye umefika, hujatenda dhambi. Na uliomba utamsamaha. Kwa maana ndio uombe msamaha, lazima utaje dhambi ambayo ulitenda kwa jina. Kama uliiba, nilienda nikaiba, nisamehe. Nilienda nikapiga, nisamehe. Nilifanya hii, lazima uzitaje kwa jina hiyo vitu yenye ulifanya. Wangapi wanakumbuka dhambi yako walitenda tokea wazaliwe mpaka sasa hivi? Hakuna. So ni huruma na neema ya Mungu peke yake ndio inaweza tusaidia kupata kutubu. Kwa maana hawezi kumbuka utenda gani, utenda lipi, umetenda mengi. Na wewe unajua kuna mambo mengine unayaona machoni petu ni sawa, lakini machoni pa Bwana si sawa. Mbona? Sasa mangapi umetenda machoni pako ilikuwa sawa na machoni pa Mungu si sawa? Ni mengi. So hiyo inafaa uombe msamaha, kwa maana wewe labda unaona machoni pako iko sawa, lakini kwa macho ya Mungu si sawa. Wewe ukujua. Sasa hapo unaenda utajua utenda dhambi ndipo uombe msamaha. It's a must. You ask for grace of God. Ndio utapata kuomba msamaha ya kweli. Bwana asifiwe. Because of time, tungejifunza benefits of true repentance, barriers or obstacle to repentance, blessing to repentance, then genuine repentance. But because of time,
Ningependa nikome hapo kwa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wa amani awabariki. Karibu sana kiongozi.